msingi. Leo tunashughulika na kipengele cha msingi kinaitwa tabia. Tabia. Sasa unapoingia au unapohitaji kuanzisha mahusiano, hakikisha haukwepani na tabia. Uiangalia vizuri. Jana tuliangalia hakikisha kuna hofu ya Mungu. Huyo mtu kama atamwogopa Mungu, basi huyu umepata mtu wa maana, maana na hofu ya Mungu. Kama hofu ya Mungu ipo, tulia, endelea kuangalia na vipengele vingine. Lakini kama hakuna hofu ya Mungu, yaani ikiwa kwake kutenda dhambi ni sawa. Mimi nakwambia jana, ninarudia tena, tunajitangulizia matatizo. Ni akasema hivi, nairudia hii kauli nifafanue kabla hatujaenda. Kama unaona hamna hofu ya Mungu, wote mmeingia ni wanaharakati, mmeshafanya dhambi fulani, mmeingia kwenye majaribu na mmeshatengeneza bodi kubwa ambayo unaona haiwezekani kuivunja. Nataka nikwambie hivi, huo ugumu unauona sasa hivi na maumivu unasema ni muache. Nilikwambia jana, kama hamna hofu ya Mungu piga. Ukiona ni ngumu kupiga chini saizi, hayo maumivu unayosikia unaoyakwepa yanakuja baadaye. Yaani huo ugumu unaoona kama sasa siwezi, yanakuja baadaye. Na yanakuja yaani yanakuja yamesheheni. Maana yameenda kwa muda. Hivyo unaona sasa mimi tumeshafika hapa, sasa yaani hapo kauzito unapokaona sasa hivi. Huo ugumu unauona, bro, nipe miaka kadhaa ukiingia kwenye ndoa. Hakuna hofu ya Mungu, hakuna muujiza wa kuwa na amani kwenye hiyo ndoa. Hayo mahusiano hakuna, yaani lazima tu mtaingia mkenge. Leo tumejaa wanandoa na watu walioko kwenye uchumba ambao wana majuto tu. Wanakuja kutuingizia kanisani na nguo wamependeza, wanatembea wanaoneshana, wameshikana mikono, lakini ndani wamejaa vilio, wale hamna kitu. Hofu ya Mungu do not skip something which is hiyo kitu inayoitwa hofu ya Mungu, the fear of God. Hii usiskip. Hana hofu ya Mungu hata kama mlikuwa mmeshafika kutambulishana nyumbani kwenu, piga chini. Maana hakuna mbadala wa hofu ya Mungu. Yaani hakuna mbadala wa hofu ya Mungu, kwamba kwa vile hana hofu ya Mungu, kwa vile ana hiki kinaweza kikakompensate hofu ya Mungu. Ninarudia, hakuna mbadala wa hofu ya Mungu. Na kama mtu hamuogopi Mungu, atamuogopa nani? Kama haogopi mambo ya Mungu matakatifu, ibada, mambo ya zaka na sadaka na kadhalika, na uaminifu wake, amri za Mungu, kama asiogopi hizo, wewe nani? Wewe umejitangulizia tatizo mbele, maana huyu hamuogopi Mungu. Kwa sababu kama ni kweli kabisa huyu mtu mtaka mwingie kwenye mahusiano, ni mtataka tu baadaye mtataka tu, mtamtaka Mungu tu. Na kama kuanza na ninyi, kuna mahali mtafika mnataka Mungu awafanyie mambo, haitawezekana. Mlishamtimua, mlishamfungia milango. Kuna namna ambayo mtataka mwende kwa Mungu kama wanandoa. Hivi mnajua kuna maombi ambayo hauwezi kujibiwa na Mungu mpaka muombe kama wanandoa. Na mahali fulani maandiko yakawaandikia wanaume kabisa kwamba wanaume msiwachokoze wake zenu ili kuomba kwenu kusikiwe. Kwa hiyo kuna maombi mwanaume huwezi kutoboa mpaka mke wako naye akubaliane na wewe. Sasa wewe endelea kusikipu hofu ya Mungu. Mimi unajua yaani tumesoma naye. Mambo mengine tutasaidiana. Yaani wewe lazima naona kitu kibovu. Yaani inahitaji ujinga wa kina kuona kwamba eti Mungu ameshindwa kumbadilisha ila wewe unaweza. Yaani Mungu kamshindwa, wewe unaweza. Kwa nini mpenda? Yaani wewe upendo wako huo upendo wa chips, yaani huo damu inayozungushwa na chips kiende ina upendo kuliko ya Yesu aliyemwaga msalabani, kwamba inaweza kubadilisha. Kama ya Yesu peke yake mpaka leo amegoma, ya kwako ina nini? Hiyo group A positive inayozunguka kama malaria kila siku, hiyo ya malaria hiyo ndio itambadilisha. Wewe ni kaujinga fulani ambako kamekaa hapa gorofani, msemo wa mzee maneno, utambadilisha wewe, utambadilisha. Yaani
nimempenda tu. Na kuna wimbi hilo sasa hivi vijana wanaruka nje. Wakanisani online misioni kabisa. Wewe. Kamuulize Samsoni. Mimi nimempenda Bwana, nimempenda. Akaenda karudi bila maji kwenye jeneza. Sasa vijana wengi leo wameua ndoto zao na vision zao kwa sababu ya kuingia kwenye mahusiano yasiyo na maana. Yameandikwa kwenye hichi kitabu kwamba kinachoweza kuua ndoto, mafanikio, determination, influence ya kijana ni mtu aliye kwenye mahusiano naye. Hofu ya Mungu ni msingi ambao unapohitaji kuingia kwenye mahusiano na ya ndoa, hakikisha hauyuki. Haipo kata kushoto. Sitaki kujitangazia pasi ya maumivu mimi. Siwezi. Na usinilazimishe. Piga chini. Kuumia sikupo. Maumivu yako siku zote. Kwanza hamna siku unakaa bila maumivu. Haipo, hamna siku unakaa una maumivu. Kama sio nyumbani kwenu ya shuleni kwenu, kama sio ile lecture ya bibi wako kakunao, kama sio bibi wako nao, kama sio mchungaji mwenye kitu anataka. Yaani kila siku kuna mzunguko wa maumivu. Kila siku. Hamna siku utaamka hauna maumivu. Narudia, usiskip hofu ya Mungu. Kama Bwana asifiwe. Amen. Usiruke. Tuna vilio vingi mno kwenye ndoa siku hizi. Vilio ni vingi mno. Kwa nini? Alidharau waka. Kuna mtu yuko hapo unasema tu mimi hamna, ila anavunga. Utaona. Kuna vitu hapa ni vizamu, yani kubatizwa kwanza unatakiwa kalowekwe Ijumaa. Ndipo kabatizwa. Tena kwenye maji ya urugu ya tumbo. Yaani ni kadhaa mikoko. Yaani. Naona sema utakabadilisha wewe. Hakulokwa Ijumaa. Swali la msingi niulize, kama ameshindwa kubadilishwa na Mungu, huwa hiyo. Yaani nimempenda yule kaka na sura nzuri jamani, yaani kimwangalia. Unadhani hiyo sura ndio itakutia moyo? Nenda kaulize wako leo na handsome. Lakini wanatafuta. Nenda kaangalie kama hela zinatia moyo. Wako wenye hela huko lakini wanatembea wanaongea wenyewe barabarani. Hofu ya nani? Vijana, mdada hatunzwe na kitu chochote ila akiwa na hofu ya Mungu hata afanye yani una amani, kwa sababu hata toka hata chepuka hata kusaliti kwa sababu anakuogopa. Akimuogopa Mungu, huyu yuko salama masaa yote na una amani. Yaani raha ya kuwa na mtu mwenye hofu ya Mungu ni hiyo. Awe na hela aende mahali fulani, una mashaka. Maana unajua kabisa huyu kitakachomuongoza ni hofu ya Mungu, sio mimi kumsumania. Sasa wewe kwa vile unamfuatilia, yaani kuna watu hapa anafuatilia. Kwa hiyo haingii kwenye changamoto zingine kwa sababu anajua bila hii mwanangu atapiga, ubebe atapiga. Kwa hiyo hapa ngoja nijiseti nikae kiaskari. Lakini mazingira yakitokea, huyu mzinzi tu. Yaani akipata mchoropoko anamnamba. Hawezi nilikuwa nafanya mimi. Yule kwanza yule mimi ananifuata tu sina issue naye. Wewe unaona yeye yeye ndio ananishobokea. Lakini kama akiwa na hofu ya Mungu na mmeweka mapatano yenyewe, Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye tabia. Sasa baada ya msingi wa hofu ya Mungu ambayo hutakiwi kuiruka. Ndio maana niliwaambia mimi kwa kweli hata nikimaliza vipindi vyote nikaomba nisiongee. Ila ukielewa kwenye hofu ya Mungu huo msingi haurukwi. Ruka vyote hiyo hairukwi. Maana hii ndio utakayokaa nayo. Sasa tunapokwenda kwenye tabia. Tabia ni nini? Kiswahili tuna neno moja tabia. Kiingereza tuna maneno matatu. Tuna behavior, tuna habit na tuna character. Haya maneno yote Kiswahili tunasema nini? Ni tabia.
Sawa? Japokuwa kuna moja hapo linaweza likasemwa mazoea, lakini linanyang'anywa na neno lile la norms. Linanyang'anywa hiyo. Kwa hiyo bado linabakishwa kwenye tabia. Unapokwenda kuangalia na kutafuta mtu wa kufanya naye mahusiano ya kuingia kwenye uchumba na ndoa, angalia tabia kwa maana ya karakta. Kwa sababu baada maigizo yatafanyika. Ngoja niwaelezee hayo mambo sasa. Behavior. Tuanze na hilo neno behavior. Tuko pamoja? Behavior is the external expression of person's action. Ni maonyesho ya nje ya matendo ya mtu. It is what is visible, ni yale yanayoonekana. What is visible, observable, and often intentional to impress or for impression. Kwa behavior ni yale mambo yanayoonekana nje, external expressions of person's action, yale matendo ya nje. Hiyo ndio behavior. Yale matendo ya nje, mtu anaweza akakaa akaweka mkono hapa, namna anavyotembea na kadhalika, ni vile vitendo vya nje. Twende kwenye neno la pili. Kwa mfano wa behavior, speaking kindly, mtu anaweza kuongea kwa upole, ni nje. Ile yaani hiyo ni behavior. Kingine acting respectfully, anaweza kujionyesha mwenye heshima, ni behavior, ni tendo la nje. Kingine appear spiritual, kuonekana wa kiroho, behavior. Kingine show affection, anajionyesha na mapenzi huyu. Mambo mama vipi? Wao. Mama mimi wewe wangu. Expression ya nje. Hiyo ni behavior. Sasa unapotafuta mtu, don't look for behavior, usiangalie expression ya nje, matendo ya nje. Msingi nao haurukwi. Angalia kitu kinaitwa character. Twende kwenye kitu cha pili. Tumeona behavior ni expression za nje. Twende kwenye habit. Habit is behavior that has been repeated over time until it becomes a pattern. Kwa hiyo haya matendo ya nje mtu anapoyarudia ndio inakuwa habit. Kwa hiyo anajifanya wa kiroho kila siku anarudia. Hiyo inaitwa habit. Wangapi tumeelewana mpaka? Kwa hiyo usione mtu anarudia kujifanya mambo na mbili. Na kitu cha kipumbavu kinanikera kama nabii. Kwa watu nabii. Fresh nabii. Kama fresh nabii. Sana nabii. Kama majinga yale. Nabii. Ndio tunakazi. Sana nabii. Baba alisema na mama yake amesema sana usiku akili imechoka. Na wewe kwa hapo mmeingia kwenye mahusiano unexpected kwa sababu gani? Akili ikichoka huwa haitumiana kwamba nimechoka. Saa 4 usiku unapigiwa simu, akili imechoka, inataka kupumzika. Unajikuta umefanya maamuzi kwa sababu ya akili imechoka. Sio kwamba kuna mpango wa kuingia kwenye hayo mahusiano, ila kwa sababu unafanya wakati akili imechoka. Kwa hiyo kuwa selective. Simu zikifika saa fulani unajua huu ni muda wangu wa kupumzika. Kama na hili jambo linahitaji akili yako kuwa active. Na ndio maana kuna watu hapo ukikaa ukareflect kwenye mahusiano yako unasema niliingia yake. Hii kwa kwaje bwana? Tayari umo. Kumbe kuna namna ulikuwa manipulate. So, behavior and habit. Kwa hiyo usiangalie kwa vile mtu anajirudia anakuongelesha vizuri. No, twende kwenye character. Hii tunasema this is who a person really is. Hivi ndivyo mtu alivyo kuanzia ndani. Character is an inner nature of a person. Ni asili ya ndani ya mtu. Is the combination of qualities. Ni ujumla wa mtu alivyo ndani, uhalisia wake. Na utafiti wa mambo ya uhusiano unasema hivi, mnapokuwa kwenye mahusiano ya uchumba, kila mtu anajitahidi kuficha karakta yake. Anajitahidi kuificha kwa behavior na habit, anaifunika. Kila mtu anajitahidi kuonekana mwema, asimkwaze. Wewe mimi na wewe tuko hapa. Nani hapa akienda kwa jamaa yake kumsalimia mdada, anaweza kumjambia hapo?
ndani mmekaa, hamna. Yaani unajitahidi hata kuomba kwenda chooni huwezi, unaficha. Lakini ukiwa nyumbani kwenu, unajua mpaka wao mnashindana. Wewe una chai kubwa mno, wewe sio mimi, wewe mnajua mpaka kufulia kunuka ni la kwako na kadhalika. Kwa nini? Sasa laza jikute kanakuja kameoga, na wakati kumbe tabia yake akaogaji. Ila kwa kila mtu kwenye uchumba ni saa ya kuoneshana mapenzi yale, affection na kadhalika, sinaingizwa. Anapokuja hapa amekaa hapo, usimuone sio tabia yake hii, yuko kwenye sabiti na anataka aonekane mzuri, msafi, ameng'aa, na anajua kuna wadada kutoka Uganda na wapi na wapi, anataka waimpress. Sio kwa tabia yake na alivyo, ni kwa habit na behavior. Na wengi wameondoka kwenye mtego wa habit na behavior, wakaingia kwenye ndoa na habit na behavior, wakaingia kwenye mahusiano na habit na behavior. Sasa walipoingia, mkishaingia kwenye mahusiano, sasa ile committed hasa ya ndoa, huwa habit na behavior ina siku 90 pekee yake. Siku 90 pekee yake. Tayari ulikuwa unamwona anavaa kakitoko, kagauni kamemkaa, amebusti kidogo, ameweka na stand hapo namna hiyo, akitembea kakiwa kamenyoka, maendeleo ya kule kama kawaida, shangwe. Wewe kiangalia namna unasema jamani. Sasa ameshakaa, amezoea habit yake, anazoea nyumbani kwao, anakupigia t-shirt hapa kazi tu. Hapa kazi tu la CCM. Maana hana akitaka kutoa, maana mtoko ndio unamfanya apendeze. Lakini akiwa zake nyumbani, jichanganya na t-shirt lake.